Pembezoni zaidi mwa mji kulikuwa na kijiji kidogo chenye utulivu mwingi. Kijiji hicho kilichoitwa Kwakoa. Watu wake walikuwa na maisha ya kawaida, waliishi kwa kutegemea kilimo na ufugaji. Lakini chini ya utulivu huo, kulikuwepo na siri nzito zilizofunikwa na giza la usiku, siri za kichawi zilizorithiwa kizazi baada ya kizazi. Mwanamke mmoja aliyeitwa Mbela, mjane mwenye umri wa makamo, aliishi pembezoni mwa kijiji. Mwanamke huyo alijulikana kwa usafi wake wa hali ya juu. Hakuwahi kuruhusu nguo zake za ndani zianikwe ndani ya nyumba. Alipendelea kuziweka kwenye kamba ya nje, hata kama ilikuwa usiku mzito kiasi gani. Majirani walimuonya sana, hasa Bibi Mloo, bibi mzee wa miaka 80 aliyeaminika kuwa na maarifa mengi ya kale. Mbela, usiku si wa kuanika nguo za ndani nje, alisema kwa sauti ya kukwaruza. Ukiacha damu yako ya siri ikauke kwenye kamba ya nje usiku, wachawi wataichukua na kuipeleka kwenye miti mikubwa ya kivuli. Hapo ndipo roho yako itaanza kuoza ukiwa ungali hai. Mbela alicheka, huku akisema, Mama Mloo, haya ni maneno ya enzi za mababu. Dunia imebadilika sana siku hizi. Hakuna mchawi anayeiba chupi ya mtu usiku zama hizi. Lakini usiku ule ule, upepo ulianza kuvuma kwa namna isiyo ya kawaida. Mbwa walibweka bila sababu. Mbela aliposhtuka alfajiri kwenda kukusanya nguo zake, moja ya chupi yake nyekundu haikuwepo. Siku 2 baadaye, Mbela alianza kupata ndoto za ajabu. Kila usiku aliota akiwa uchi kwenye msitu wa miti ya mizimu, na chupi yake ikining'inia juu ya mti wa mkubwa wa mbuyu. Kila alipojaribu kuipata, mizizi ya mti ilimkumbatia miguu yake, ikimzuia asisogee. Aliamka na michubuko miguuni, kana kwamba alikuwa amefungwa kweli. Ndoto hizi za kutisha zilimrudia kila usiku, na kila alipoamka, aliona damu ndogo imevuja kwenye mapaja yake, licha ya kutokuwa katika hedhi. Kwa hofu, alikwenda kwa Bibi Mloo. Nimekuambia, Mbela. Ule usiku, aliyekuja kuchukua nguo yako hakukuja kama mtu. Alikuwa kivuli. Alikuja na giza, akachukua si nguo tu, bali sehemu ya nafsi yako. Nifanyeje sasa, Mama Mloo? Lazima uende kwa mganga mtemi. Lakini ujue, mara nguo inapojazwa nguvu za kichawi, haiwezi kurudishwa bila sadaka ya damu. Mbela alisafiri hadi upande wa pili wa kijiji, mahali ambapo mganga mtemi, mwana wa ukoo wa wachawi waliosamehewa zamani, aliishi. Alimkuta akichora duara la mawe na damu ya kuku. Karibu, Mbela wa kinyonga, alisema bila kuulizwa jina lake. Nimekuona kwenye ndoto yangu jana. Chupi yako iko mikononi mwa mchawi Bikirembwe, mchawi wa mtoni. Alitaka roho yako kama sadaka ya kuamsha nguvu za ukoo wake. Naweza kuipata tena. Lazima ushuke kwenye mto wa kivuli na upite ndani ya pango la waliokufa. Lakini ukikosea hatua moja tu, utabaki mle milele. Mbela alipewa hirizi ya kuzuia kuvamiwa na mizimu, pamoja na kifaa cha moto wa upweke, taa ya mafuta ya ndimu, inayowaka kwa nguvu ya moyo. Alishuka hadi kwenye mto uliotenganisha kijiji na msitu wa kale. Alipofika pale, maji yalikuwa meusi kama wino, na samaki waliokuwa wakiruka juu walikuwa na macho mekundu kama damu. Mbela alifuata sauti ya kengele ndogo, hadi alipoingia kwenye pango lenye baridi kali. Ndani aliwakuta wanawake waliovaa nguo za ndani tu, wakimlilia kwa sauti za huzuni. Walikuwa wale waliopoteza nafsi zao kwa Bikirembwe. Mbela, rudi. Utatuokoa kwa kujitoa kafara. Rudi kabla taa yako haijazimika. Lakini Mbela aliendelea hadi alipofika mbele ya madhabahu ya ngozi, mahali ambapo chupi yake ilikuwa imening'inizwa juu ya mti ulioota chini ya ardhi. Bikirembwe alitokea ghafla kama moshi. Alikuwa mzee, lakini macho yake yalikuwa kama makaa ya moto. Si umeileta roho yako mwenyewe? Sasa ni yangu, naichukua. Mbela alishikilia taa ya ndimu mbele yake. Roho yangu si zawadi ya mchawi. Nimekuja kuivuta kwa jina la damu yangu. Taa ilianza kung'aa na mwanga wake ulianza kuyeyusha mizizi ya giza. Bikirembwe akapiga kelele kali, kufumba na kufumbua, akageuka na kuwa bundi mkubwa aliyejaribu kuruka, lakini taa ilimfunga kwenye mduara wa mwanga.
Kwa nguvu za moyo wake, Mbela alipanda kwenye mti wa ngozi, akaichukua chupi yake na mara moja ardhi ilianza kutikisika. Ndani ya sekunde chache, pango lilimezwa na mwanga mkali. Mbela akarudi kijijini akiwa amechoka lakini amepata amani. Tangu siku hiyo, hakuacha tena nguo zake za ndani nje usiku. Alianza kuwafundisha wanawake wa kijiji kuhusu hila za wachawi na nguvu ya kutunza mwili na roho. Mama Mlo alimkumbatia. Umenusurika na umeokoa wengine. Lakini kumbuka, kila kitu chepesi huja na gharama yake. Na tangu siku hiyo, usiku ulipoingia, wanawake wa Kwakoa walihakikisha kamba zao zilikuwa tupu. Hawakuthubutu tena kuacha nguo zao za ndani zilale nje usiku. Miaka 2 baadaye, Mbela alikuwa kiongozi wa wanawake wa Kwakoa. Akaanzisha kikundi cha Wenye Mwanga, kilichotoa elimu juu ya usalama wa kiroho na tahadhari dhidi ya ushirikina. Lakini usiku mmoja, msichana mdogo aitwaye Namdawa alipotea. Nguo zake za ndani zilipatikana zikiangaza chini ya mti ule wa mbuyu. Mbela alijua ishara hiyo, giza lilirudi. Alikusanya wanawake wote na kurudi kwa mganga mtemi ambaye sasa alikuwa mzee sana. Umefundisha wengi, lakini uovu hujificha hata kwenye mwanga. Walitengeneza mduara wa kinga uliozunguka kijiji kizima. Lakini usiku uliofuata, kivuli kipya kilionekana. Haikuwa Bi Kirembwe, bali mwanawe ambaye alikuja kulipiza kisasi. Sasa vita halisi ya vizazi vilivyolala ilianza. Mbela na wanawake wake walitumia hirizi, nyimbo za kimila na miale ya taa za ndimu kupigana. Walijifunza kwamba kila chupi iliyoibwa ilikuwa na nguvu ya kipekee. Kwa kuzikusanya, mchawi mpya alijenga silaha ya kiroho. Katika usiku wa mwezi mpevu, Mbela aliongoza mashambulizi ya kiroho katika mji wa kivuli. Vita vilidumu masaa 10 na mwisho wa yote, Mbela alijitolea kwa mara ya mwisho, akaitoa roho yake ili kulinda kijiji milele. Siku ya 3 baada ya vita, kijiji kilianza kuchipuka tena. Watu walimkumbuka Mbela kama mlinzi wa Kwakoa. Nguzo ya mbao yenye maandishi ya roho ya mwanga iliwekwa pale alipouawa. Namdawa, msichana aliyepotea, alipatikana akiwa na uwezo wa kuona giza kabla halijatokea. Alipewa jina jipya, Mbela Mdogo, na kuwa mrithi wa ulinzi wa kiroho wa kijiji. Na sheria moja ikatungwa: nguo za ndani ni siri ya ndani. Hazipewi kuanikwa nje kwenye usiku mnene wa giza.